mambo yamechukua sura nyingine kabisa. Taarifa ya Waziri Katambi kupelekwa mahakamani imezua gumzo kubwa na kuwafanya wengi wakijiuliza ni nini hasa kimetokea. Kwa nini swala hili limefikia hatua ya mahakamani na ni nini kinaweza kufuata baada ya hapo? Acha nikupeleke moja kwa moja kwenye taarifa yenyewe. Usikose hata sekunde moja video hii, kwa sababu kila kinachofuata kinaweza kubadilisha kabisa picha ya jambo hili. Mtakumbuka kwamba waziri wa mambo ya ndani siku za nyuma hapo, wiki mbili zilizopita, alitoa agizo kwamba hakuna mikutano ya kisiasa kufanyika, na sisi ile tukaiona ni uvunjifu wa haki za binadamu, kwa sababu watu kukusanyika ni haki za binadamu kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa wa haki za binadamu na watu unaitwa ICCPR, lakini kwa mujibu pia wa mkataba wa Afrika wa demokrasia. Kwa hiyo sheria zote za ndani na za nje zinaruhusu watu kukusanyika na kuongea mambo yao. Kwa hiyo tukamtaka waziri abatilishe usemi wake, aombe radhi kwa wananchi na aruhusu mikutano, la sivyo tungesema tutampeleka mahakamani. Kwa hiyo tunapenda kutoa mrejesho kwamba tumeshampeleka mahakamani waziri wa mambo ya ndani. Na kesi ni kesi namba 18130 ya mwaka 2026 ambayo inaitwa jina lake in the matter of the Constitution of the Republic of Tanzania of 1977 as amended, and in the matter of Basic Rights and Duties Enforcement Act, and in the matter of Basic Rights and Duties Enforcement Act Practice and Procedure Rules of 2014, in the matter of application challenge of constitutionality of the statement made by the Minister for Home Affairs in the National Assembly on 26 June for purporting to suspend political meetings and the rallies of political parties. Ni maneno mengi sana lakini ya kisheria, ila hiyo inaonyesha tu kwamba tumetumia sheria hizo, sheria ya kutetea haki za binadamu kwa mujibu wa katiba na hiyo sheria ya mwenendo. Lakini ni kati ya hii sheria hii kesi ni kati ya Tanganyika Law Society mdai namba 1, Legal and Human Rights Center mdai namba 2, Dr. Wilbur Slaa mdai namba 3. Kwa hiyo Tanganyika Law Society ni wanasheria kama mnawafahamu wa Tanganyika au wa Tanzania bara, ni chama ambacho wengi ni wanachama wake. Legal and Human Rights Center mnajua ni utetezi wa haki za binadamu, lakini Dr. Wilbur Slaa ni mwananchi wa kawaida kwenye kesi hii. Tumemshtaki Patrobas Katambi ambaye ni mdaiwa namba 1. Tumemshtaki waziri wa mambo ya ndani kwa nafasi yake kama waziri. Kwa hiyo tumemshtaki kama yeye binafsi na tumemshtaki kama ofisi yake, ili siku akihamishwa wizara akabaki waziri mwingine, huyo tunaenda naye na yeye anaendelea na kesi hata akihama wizara. Lakini pia tumemshtaki Inspector General wa polisi, na tumemshtaki pia mwanasheria mkuu wa serikali, tumemshtaki registered trustees wa chama, tumemshtaki CCM na tumeshtaki vyama vingine viwili vya siasa. Mimi ni miongoni mwa mawakili. Tuko mawakili wengi sana ambao kwenye shauri hili. Yupo senior counsel pale Mpoki, yupo Doris Kafuku, yupo Edson Kilatu, yupo, ni wengi sana. Kwa hiyo sio wakili mmoja, tuko mawakili wengi zaidi kwenye hili shauri, kwa sababu ni shauri ambalo linahusu maslahi ya watu. Na shauri hili la kikatiba tumelifungua kwenye registry ya Tabora. Kwa sababu tunataka tuwape fursa majaji wote waweze kupata fursa ya kuirekebisha taifa letu. Ndio maana tunajaribu kutoa fursa kwenye kila maeneo ya nchi hii kuhakikisha kwamba kesi za kikatiba zinafika, ili mwisho wa siku wapate fursa ya kuirekebisha nchi yao pale ambapo wanaona tunaenda ndivyo sivyo. Sasa shauri la kikatiba ni ambalo linahusiana na tamko ambalo lilitolewa na waziri wa mambo ya ndani, na kama alivyosema kwamba ameshtakiwa yeye binafsi, lakini pia imeshtakiwa ofisi kama ofisi. Na sisi tunaamini kwamba ukiwa bungeni hauna kinga ya kudumu. Huwezi kuwa bungeni na ukao unazungumza vile ambavyo unataka. Kwa hiyo huwezi kwamba ukiwa bungeni ukaamua kuvunja katiba basi watu wakakutizama tu. Ni hizi hatua ambazo zimechukuliwa.
Mnafahamu kwamba tamko lile kwa kadri ambavyo lilitolewa limesitisha mambo mengi sana kwenye vyama vya siasa na kwa raia wa kawaida. Kwa hiyo sisi tunawashukuru watu kama Dr. Wilbrod Slaa, lakini pia mashirika ya haki za binadamu kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Tanganyika Law Society kuja mbele kujaribu kutetea haki za wananchi. Washtakiwa kwenye shauri hilo wengi wameshatajwa, lakini pia na vyama vya siasa, lakini sasa tumelenga vyama vya siasa vya upinzani kwa sababu tunaona wao ni waathirika wakubwa, chama cha ACT Wazalendo pamoja na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ili wao na wenyewe waweze kusema kwamba je, wanaunga mkono hii kauli au hawaungi mkono hii kauli. Lakini vyama vingine, chama cha CCM tumekiacha kwa sababu tumeona wao wanaunga mkono na wamejitokeza mbele na wamesifia hilo tamko. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna haja ya wao kuja kuzungumza chochote kwa sababu msimamo wao unajulikana, na ndio maana tukaweka vyama vingine vya upinzani. Shauri hili mahakamani linahusu nini au linaomba nini mahakamani? Tumeomba kwanza kutamka kwamba tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu, sheria za kimataifa na sheria za ndani. Ni haki zipi ambazo tunasema ile tamko linakiuka? Kwanza kabisa tumesema kwamba linakiuka haki ya usawa mbele ya sheria ambayo imeainishwa katika ibara ya 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasema watu wote ni huru na watu wote ni sawa mbele ya sheria. Sasa tunasema mbona tamko hili aliweki watu usawa mbele ya sheria? Mashirika ya haki za binadamu yapo, yakae kimya? Hapana, lazima ajitokeze, apaze sauti. Lakini pia Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati inatungwa mwaka 1977 walisema kwamba tutatengeneza taifa ambalo ni huru linaloheshimu haki za binadamu. Sasa tunasema hili taifa ambalo wazee wetu waliliona miaka hiyo, mbona sio huru tena? Ndio maana tukasema kwamba tamko lile linakiuka ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ambayo inasema hatupaswi kuwa na taifa ambalo ni la kibaguzi, linabagua watu wa aina fulani, linabagua jamii ya aina fulani na wengine hawabaguliwi. Kwa hiyo huwezi ukazuia siasa huku ukisema kwamba viongozi wa serikali wao waendelee kufanya mikutano, lakini viongozi wa vyama vingine vya upinzani wasifanye. Kwa hiyo sio kwamba ubaguzi ni ule tu wa moja kwa moja kwamba kwa sababu vyama vyote vimezuiliwa basi hakuna ubaguzi. Kuna vyama ambavyo vyenyewe havihitaji kuzungumza na wananchi. Kwa hiyo unatoa tamko ambalo matokeo yake yanavibagua vyama ambavyo vinahitaji kufanya mikutano na vyama vya siasa. Lakini pia tukasema kwamba ibara 29 ibara ndogo ya kwanza ya katiba inasema kwamba watu wana haki ya kuenjoy kuburudika na haki zilizomo kwenye katiba, yani una haki ya kuenjoy haki za binadamu. Sasa unapozikiuka zinakuwa zimekiuka na zenyewe. Kwa hiyo tukasema hapana, hili tamko linakiuka haki za binadamu, haki ya kupata nafuu kwenye haki za kibinadamu. Lakini ibara ya 18 ambayo ni ibara mama kuhusu uhuru wa kujieleza, kwa sababu mikutano ya vyama vya siasa ni sehemu ya uhuru wa kujieleza. Kwa watu ukizuia watu wasijieleze, ina maana unakuwa umekiuka ibara ya 18. Ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza inatoa haki ya kuandamana, haki ya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo chama chochote ambacho kina usajili wa kudumu kina haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo huwezi kutoa tamko ambalo linakiuka haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa au haki ya kukutana. Ibara ya 21 ibara ndogo ya kwanza na pili ya katiba inasema kila raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayo haki ya kushiriki kwenye mambo yanayohusu taifa lake. Unashiriki vipi? Unashiriki aidha kwa kushiriki kwenye mikutano au kwa kusikiliza hoja ambazo zinatokana na mikutano. Lakini pia ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza inatoa haki ya wajibu wa kuheshimu sheria za nchi. Kwa kama unatoa tamko ambalo haliheshimu sheria za nchi, unakuwa umekiuka ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza. Lakini ibara ya 26 ibara ndogo ya pili inatoa wajibu ambao mimi nawapongeza Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, nawapongeza Tanganyika Law Society, nampongeza Dr. Wilbrod Slaa kwa sababu wametimiza wajibu wa kikatiba wa kuchukua hatua za kisheria za kulinda katiba. Kwa hiyo njia ya kistaarabu ya kupambana na uvunjifu wa haki za binadamu ni kwenda mahakamani. Ni njia moja hapo. Kwa hiyo wakichukua hatua hii inakuwa ni jambo la